Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo ni siku ya tarehe 10 mwezi wa 5 ambayo ni siku ya Jumapili. Nipo katika chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, ambapo uongozi wa Tamsia mkoa wa Morogoro umeandaa mafunzo maalum ya viongozi, training leadership. Jina langu ni Masud Abubakar Othmani na hii ni Nifu Media. Sasa cha kukujuza zaidi, kuna kikao maalum kinaendelea kwa ajili ya mafunzo haya na kuna wahadhiri mbalimbali ambao wamekaribishwa kwa ajili ya kutoa mafunzo haya ya uongozi. Tutaenda kuona ni namna gani vijana wanapewa mifumo ya uongozi, maadili na mifumo sahihi katika dini ya Uislamu. Je, wanayapokea vipi? Watayaishi vipi? Na watasimama katika misingi ipi? Mimi na wewe ni watazamaji na wasikilizaji, na kusihi usiondoke. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia nyingi rehma na amani nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napenda kutoa shukrani kwa ndugu zangu ambao wamenipa fursa ya kuelezea tukio la leo. Lilikuwa tukio la aina gani? Tukio la leo lilikuwa ni semina ya viongozi wa Tamsia, ikimaanisha viongozi wa matawi ya Tamsia kutoka shule za sekondari, lakini pia viongozi wa Tamsia kutoka katika vyuo vya kati, pia viongozi wa Tamsia kutoka vyuo vikuu vya Morogoro. Walillahi alhamdu, ushiriki wao ulikuwa ni mzuri. Watu wengi, viongozi wengi wamejitokeza katika semina hii, na lengo kubwa la hii semina ni kuwajengea uwezo viongozi wetu ambao wamechaguliwa au wamependekezwa kuwa wasimamizi wa wenzao katika maeneo ambayo wanapata elimu, ikimaanisha shule za sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu. Wao kuwa na maarifa ya kuweza kusimamia vizuri uongozi wao, ili yale ambayo yanahitajika katika jamii yetu ya Kiislamu na jamii kwa ujumla iweze kufikiwa. Tukiwa tuna matumaini kupitia semina hizi za uongozi, viongozi wanaimarika katika utendaji wa kila siku, kwani tunapata maarifa mapya kutoka kwa watu mbalimbali tulioalika, kama hivyo ambavyo tuliona kwenye semina hii. Tulikuwa na wahadhiri wa chuo kikuu cha MUM mbalimbali ambao wametoa nasaha na wametoa mwongozo mbalimbali namna gani kiongozi anapaswa kuishi, kama vile kuwa na nidhamu, kujituma, ushirikiano, kuheshimu watu. Na haya yote tunafanya sisi kama Tamsia, kwa sababu Tamsia ni jumuiya kubwa, tunasema ni taasisi kubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Yaani ukiziita taasisi au ukiziweka taasisi mbele, basi Tamsia ni miongoni mwa taasisi kubwa, kwa sababu inahudumia sehemu kubwa ya jamii. Jina naitwa Mwalimu Idi Jengo. Leo kwenye semina yetu hii maalum ya wanafunzi na viongozi mbalimbali wa Tamsia, nilikuwa mwasilishaji wa mada, na mada ambayo niliwasilisha katika siku yetu hii ya leo ni nidhamu ya kiuongozi, fikra na hatima yake. Na jambo muhimu kubwa ambalo lilikuwa ndio dhamira ya mazungumzo yangu ni namna gani sisi kama viongozi tunaupa nidhamu kubwa uongozi tuliokuwa nao, lakini tunaipa nidhamu kubwa dini yetu ya Kiislamu. Okay, naomba ni jambo mhadhiri kwamba umewasilisha hii mada. Unaweza kutuambia kwamba ni nini kimekusukuma mpaka ukaamua kuwasilisha mada kama hii? Kilichonisukuma ni katika yale mambo ambayo jamii yetu leo ina tatizo nalo. Jamii yetu leo ina matatizo makubwa matatu, hususan katika taasisi mbalimbali. Moja ya changamoto ni changamoto ya kiutambuzi. Wanadamu wengi wana changamoto hiyo, lakini la pili kuna changamoto ya kufisidika kifikra, na changamoto ya tatu kubwa ni changamoto ya kiuongozi. Na changamoto ya kiuongozi kwa sehemu kubwa ni viongozi waliopewa madaraka ama waliopewa majukumu hawajui ile miiko na nidhamu ya kiuongozi, hali inayopelekea
lile jukumu kubwa walilokuwa nalo halipati thamani. Na ukitazama viongozi kama wanaoshughulikia masuala ya Kiislamu walitakiwa wawe na nidhamu kubwa, kwa sababu dini ya Uislamu ni dini ya kinidhamu. Kwa hiyo haiwezi kwenda vizuri kwa sababu wanaosimamia ama waliowekwa mbele nidhamu zao baadhi yao si nzuri. Okay, Maulvi, tuambie nini kifanyike, yani wito wako ni upi hasa kwa vijana ambao wanaingia kwenye nyadhifa za uongozi mbalimbali? Jambo kubwa muhimu ni kusimama imara na kuyapa thamani masuala yote ya kiuongozi. Na uongozi hauwezi ukapata thamani kama wale viongozi hawana maarifa stahiki, viongozi hawana nidhamu, viongozi hawajitambui. Ndio maana tunasisitiza katika kupeana maarifa kama sehemu muhimu ya kuwajenga na kuwaimarisha, ili yapatikane yale makusudio katika namna iliyokuwa sawa sawa na namna iliyokuwa nzuri. Shukrani sana na tukutakie kila la heri. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Yasir Omari Mkilia, ni naibu katibu kutoka Mzumbe University. Leo hii tumekuja kuhudhuria katika leadership training ambayo imeandaliwa na TAMSIA mkoa wa Morogoro. Tunayo furaha na nichukue fursa hii kuipongeza TAMSIA mkoa wa Morogoro kwa kuandaa event hii muhimu sana, kwa sababu wapo wengi katika viongozi ambao wanakabidhiwa madaraka mbalimbali, lakini hawaelewi ni nini dhana ya uongozi, hawajui uongozi unakuwa uko namna gani. Kwa hivyo leo hii tumekuja kukusanyika hapa sisi kama tukiwa ni vijana ama ni viongozi ambao tumekabidhiwa majukumu mbalimbali, kujifunza dhana nzima ya uongozi. Tutambue ya kwamba uongozi una mambo gani, ni mambo gani ambayo kama kiongozi anatakiwa awe nayo, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo tumejifunza siku ya leo kwamba katika taasisi mbalimbali kumekuwa na changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto hizo ni changamoto ya uongozi. Na okay, katika nafasi hizo za uongozi, nini mbeba dhana ya uongozi? Na nini kiongozi ni mtu ambaye anasimama katika kuelimisha jambo fulani, kukataza? Sasa hivi tunaishi katika jamii ambayo ipo kwenye maendeleo ya sayansi na teknolojia. Vijana wengi, kundi kubwa la vijana tunaona limeangukia katika matumizi ya mitandao ya kijamii na kukuta fikra za maadili mema zinapotea. Je, ninyi kama viongozi mmejipanga vipi kuhakikisha mnasimama na vijana wenzenu kuhusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii? Shukran sana. Kuhusiana na masala ya maendeleo ya teknolojia, imekuwa ni changamoto mojawapo katika miongoni mwa vijana, kwa sababu vijana wengi wamekuwa hawaelewi matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Sisi tukiwa kama ni viongozi ambao tumekabidhiwa dhamana hii, lengo letu sisi kubwa ama dhumuni letu kubwa na malengo yetu ni kurudi katika wale ambao tunawaongoza, vijana ambao wapo nyuma yetu sisi, kuwapa elimu juu ya hii sayansi na teknolojia, ni namna gani ambayo wanaweza kaitumia ikaweza kuwaletea maendeleo pamoja na kuendeleza Uislamu wao mbele. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ukhti Muamini binti Jafar, ni Amirat TAMSIA mkoa wa Morogoro. Tumefurahika sana kwa wale wote ambao wameweza kuhudhuria katika programu yetu ya leo ya leadership training, ambao programu hii ni miongoni mwa programu ambao zinafanywa na Jumuiya ya Vijana na Wanafunzi wa Kiislamu Tanzania, kwa kifupi TAMSIA. Programu hii ya leadership training ina malengo mbalimbali. Miongoni mwa malengo yake ya hii leadership training ni kutoa mafunzo yanayohusiana na masuala ya uongozi katika mambo mbalimbali. Ikiwemo katika leo tumezungumzia namna gani ya kiongozi anaweza kujijengea nidhamu yeye mwenyewe na nidhamu katika uongozi wake. Kwa hiyo mwisho wa hii program tumewajuza viongozi ni kwa namna gani wao kama viongozi wanaweza kulinda nidhamu zao katika utendaji wao wa kazi na uaminifu wao, ili kuweza kujenga ile jamii bora kama iliyokuwepo enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunatoa pia rai kwa viongozi wote ambao wameweza kuhudhuria katika programu hii kuweza kufuata yale mafunzo ambayo yametolewa katika siku ya leo, ili tuweze kuisaidia jamii katika matatizo ambayo yanaikumba jamii yetu inshallah. Naam,
hivyo ndivyo tumeweza kukamilisha zoezi ambalo lilikuwa limeandaliwa na uongozi wa chuo kikuu cha uongozi wa TAMSIA mkoa wa Morogoro, ambalo lilikuwa linahusiana na utoaji wa semina za uongozi kwa vijana kwa maana ya leadership training. Hakika naamini kupitia yale ambayo viongozi wameyatoa umejifunza mengi zaidi. Tumemsikia mhadhiri aliyewasilisha mada hii amezungumza kiundani kabisa kwamba event hii ilikuwa inahusiana na nini, lakini sambamba na hilo umemsikia amiri wa mkoa TAMSIA mkoa wa Morogoro namna ambavyo ameweza kuwasilisha. Licha hayo yote pia amirati na wengine wengi wamezungumza mengi zaidi. Naamini ndugu yangu utakuwa umejifunza nini maana ya uongozi na tunatakiwa utendea haki uongozi na ili kuhakikisha tunatengeneza jamii imara yenye maadili bora. Jina langu ni Masud Abubakar Othman na hii ni Nifu Media. Usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya YouTube, Instagram pamoja na Facebook. Hakika hatuna la ziada.